Jambo watumishi wa Mungu, wandugu, wapendwa, waswavisi Nishimaye television. Narudi tena ili niwatangazie faida ndoa zetu zinapata tunapotumia damu ya Yesu katika maombi yetu ya kila siku. Wengi wanatusikia tukiyataja mema yenye tumeshajua kwamba yanatoka katika uwezo na nguvu na mamlaka ya damu ya Yesu Kristo. Lakini leo nimeona nifafanue kidogo, nioneshe mema 7 tu peke yake yenye anatuma kila Mkristo mahali ipo, ndani ya familia yake, ndani ya ndoa yake, anapoomba atumie damu ya Yesu Kristo. Nataka sasa kuanza kutaja hayo mema 7 katika ndoa, katika damu ya Yesu Kristo, ndoa zetu zinazopata wakati tunaomba kupitia jina la Yesu, damu ya Yesu Kristo. Cha kwanza chenye tunapata kama mema ya damu ya Yesu Kristo, tunapata agano jipya. Yani tunapata uzima wa milele. Hapa kwa sababu ni vitu vipya vya mpya, ninaenda nawapatia maverse yenye mtaenda kuangalia. Kama saa hii mtaiangalia katika kitabu cha Yohana ama habari njema iliyoandikwa na Yohana sura 6 mstari wa 34, mstari wa 54 hadi 56. Hapo ndipo mtajua kwamba tunapata agano jipya la kupewa uzima wa milele. Ingine mema yenye tunapata ni ondoleo la dhambi zetu. Wengi wanakuwa wanajua kwamba watu ni kweli tunatenda dhambi, lakini watu wenye tumepatia ndoa zetu Yesu Kristo, tunakuwa na ingine favor yenye watu wengine hawana. Kwa sababu ya hii agano jipya tumepewa ya kuwa wana wa Mungu na kuwa warisi wa uzima wa milele, tunapewa pia na ondoleo la dhambi zetu. Hii yamaanisha kwamba unapofanya dhambi, ukikubali tu Roho Mtakatifu akikukumbusha kwamba umetenda dhambi, hapo unayo mamlaka ya kupiga magoti chini na kumwambia Mungu, mimi si mtenda dhambi tena, hapa ninaona nimekukwaza kabisa, unihurumie, na hapo unisame, unioshe kwa damu ya Yesu Kristo. Hiyo utaweza kuisoma katika habari njema iliyoandikwa na Mathayo sura ya 26 mstari wa 25, ama kitabu cha Ufunuo wa Yohana sura 1 mstari wa 5. Na ingine hatua ya mema yenye tunapata katika maombi ya damu ya Yesu Kristo, tunapata nini? Tunapata upatanisho na Mungu. Kwa sababu unapotenda dhambi, hapo unakuwa mbali na Mungu. Lakini ukitumia damu ya Yesu Kristo, hapo unapewa kupatana tena na Mungu wako. Hiyo mtasoma katika kitabu cha Warumi sura 3 mstari wa 25, ama kitabu cha Wakolosai sura 1 mstari wa 20. Kingine kitu chenye tunapata kama mema ya damu ya Yesu Kristo ni kusafishwa na kutakaswa. Hii ya kusafishwa na kutakaswa ni neema inapewa wale tu wamtegemeao Bwana Mungu na waliokabidhi maisha yao na ndoa zao kwa Yesu Kristo. Hiyo tunapata katika kitabu cha Waebrania sura ya 9 mstari wa 13 hadi 14, ama waraka wa Yohana wa kwanza
sura ya kwanza mstari wa 7. Kingine kitu chema kizuri sana tunapata tunapotumia damu ya Yesu Kristo katika maombi yetu, tunapata ulinzi. Ndoa zetu zinapata ulinzi. Ulinzi si kitu cha kawaida, kwa sababu nyumba yenye haina ulinzi inaingiliwa na majambazi na mashida mbalimbali na maproblemi. Lakini ulinzi wa Mungu kiwa hapo, unakuwa na amani tele. Hiyo uisome katika kitabu cha Ufunuo Yohana sura ya 12 mstari wa 21. Ingine tunapata ni nini? Ni kununuliwa. Tunakuwa na uhakika kwamba tumenunuliwa na mfalme wa ajabu, na kwa hayo tunahesabiwa kuwa haki. Hii nayo tunaisoma katika kitabu cha Matendo ya Mitume mstari wa sura ya 20 mstari wa 28, na katika kitabu cha Warumi sura ya 5 mstari wa 9. Sasa tunapofika kwa kitu chema chenye kinakuwa namba 7, tunapata ndani ya maombi tukitumia damu ya Yesu Kristo, ni ukombozi wa daima. Ukombozi wa daima. Hapa tunasoma kitabu cha Efeso sura ya kwanza mstari wa 7. Tunasoma na waraka wa kwanza wa Petro sura ya kwanza mstari wa 18 hadi 19, na kitabu cha Efeso sura ya pili mstari wa 13. Hii sasa ya ukombozi wa daima na kuwa na uhakika kwamba tutakaa karibu na Kristo. Mwisho wetu hautakuwa kufukuzwa mbali na Yesu Kristo, lakini tunakuwa na assurance na pleine assurance ya kwamba mwisho wetu utakuwa ni kukaa karibu na Kristo daima. Kwa hiyo sasa, tunapoikumbuka damu ya Yesu Kristo, tunaipatia mamlaka ya kunena kila siku haya mema tunasikia yatokayo ndani ya maombi tukitumia damu ya Yesu Kristo. Ikiwa umenifuata vizuri, najua hautashinda hata siku moja kutumia damu ya Yesu Kristo katika maombi yako, hasa ukiombea mume wako, hasa ukiombea mke wako, hasa ukiombea watoto wako, ama ukiombea project za familia, ama ukiombea kila kitu chenye kiko autour du fondement de votre foyer. Basi bila kukawa, nataka nikuambie kwamba katika maombi ya damu ya Yesu Kristo tunapewa mema mengi zaidi, ila mimi nimekupatia haya masaba ili na wewe uzidi kufanya utafiti, ili tunapoimba ya kwamba damu ya Yesu Kristo yanena mema, hakika na wewe kwako unasema hii ni kweli. Na mimi siku moja niliomba, nitangaza uwezo na nguvu na mamlaka na uwezo ya damu ya Yesu Kristo, nikaona mema yakifanyika wazi kwa nyumba yangu. Na washukuru ninyi wote watazamaji na wapendwa wa Swavisi Television, nikiwatakia nyumba zenu kuishi katika mema haya yanayotoka ndani ya maombi kutumia damu ya Yesu Kristo. Na Bwana wetu Yesu Kristo awabariki. Chao.